thamaniyatun, vituo vinane au mambo manane, la budda lilmar'i an yadhuqaha, hakuna budi, lazima mwanadamu vituo vinane hivi atavionja. Lazima mwanadamu mambo haya manane atayaonja. Akasema sururun wa huznun, lazima mwanadamu katika maisha yake atapitia vipindi ambavyo atakuwa na furaha nyingi sana. Wa huznun, lakini kadhalika atapitia vipindi vya furaha, na kuna nyakati atapitia vipindi vya huzuni. Kwa hiyo furaha ni kituo cha kwanza. Furaha ni jambo la kwanza ambalo mwanadamu atalipitia katika maisha yake. Wa huznun, kadhalika na vipindi vya huzuni mwanadamu atavipitia kama sehemu katika maisha yake, kama kituo cha pili. Hichi ni kituo cha lazima. Akasema wajtimaun wa furqa, kituo cha tatu na cha nne, au jambo la tatu na la nne, ijtimaun, kuna watu atakuwa nao, atatangamana nao. Wa furqa, kisha watu wale kuna wakati atakuja tengana nao. Hivi sasa watu hutengana kwa mambo mawili makubwa. Watu hutengana kwa sababu ya mtu kutoka mji mwingine kuhama mji mwingine, na watu hutengana kwa sababu ya kifo. Wanandoa kadhalika hutengana kwa sababu ya mmoja kuchoshwa na maisha ya ndoa, kwa hiyo talaka ikapita. Hii ni furqa. Lakini nikaha ilipokuwepo ilikuwa ni ijtimaa. Lakini kadhalika wanandoa waweza wakatenganishwa na kifo. Kwa hiyo hivi ni vituo vinne. Asema baada ya vituo hivi vinne ambavyo ni vituo vya lazima, asema cha tano na cha sita, yusrun wa usrun. Mwanadamu atapitia kipindi ambacho ataona mambo yake yako sahali, ataona mambo yake yako rahisi, mambo mepesi. Kisha kutakuja kipindi usrun, kila ukizungumza naye akwambia hali ngumu, maisha magumu, hakuna kazi, hakuna mvua. Kila mmoja ukimwona yualia, ni sehemu katika maisha, lazima apitie hapo. Kisha wasuqmun wa afya, mwanadamu atapitia kipindi cha maradhi, atapitia kipindi cha changamoto za kiafya. Wa afya, alafu kuna kipindi mwanadamu anakuwa na afya.